tunakushukuru kwa sababu wewe ni mwaminifu. Libarikiwe na lihimidiwe jina lako takatifu. Katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu, ni wewe unenaye katika mioyo yetu. Unayesema na hali zote za maisha yetu na kutupa njia pasipokuwa na njia. Unayemshuhudia Kristo ndani yetu na kumtukuza. Unayetupasha habari za mambo yajayo. Tunakubariki, tunakutukuza. Sema nasi hata sasa. Sema na ulimwengu. Sema na kila mmoja atakayefuatilia ibada hii katika jina la Yesu Kristo. Amen. Karibu keti. Kabla hujaketi, kusimama, fungua kitabu cha Ufunuo sura ya 20. Ufunuo sura ya 20. Tasoma mstari wa 11 mpaka ule wa 15. Fungua Biblia yako, kitabu cha Ufunuo sura ya 20. Mstari ule wa 11 mpaka wa 15. Ufunuo sura ya 20. Mstari wa 11 mpaka ule wa 15. Kisha nikaona kiti cha enzi kikubwa cheupe, na yeye aketie juu yake, ambaye nchi na mbingu zikakimbia uso wake, na mahali pao hapakuonekana. Nikawaona wafu wakubwa kwa wadogo wamesimama mbele ya kiti cha enzi, na vitabu vikafunguliwa, na kitabu kingine kikafunguliwa ambacho ni cha uzima. Na hao wafu wakahukumiwa katika mambo hayo yaliyoandikwa katika vile vitabu, sawa sawa na matendo yao. Bahari ikawatoa wafu waliokuwamo ndani yake, na mauti na kuzimu zikawatoa wafu waliokuwamo ndani yake. Wakahukumiwa kila mtu kwa kadiri ya matendo yake. Mauti na kuzimu zikatupwa katika lile ziwa la moto. Hii ndiyo mauti ya pili, yani hilo ziwa la moto. Na iwapo mtu yeyote hakuonekana ameandikwa katika kitabu cha uzima, alitupwa katika lile ziwa la moto. Huu ujumbe Mungu alisema na mimi mwaka 2021 mwezi wa 6. Tarehe 22, ndio maana nimekuja na kitabu changu hiki. Wakati naomba siku ya Jumatano wiki hii, na maono niliona wiki 3 zilizopita. Nilikuwa nimeandika. Tuna nimeandika karatasi, maana kesho ni kitu Mungu amenipa research ukisema. Kama nimekaa na kitafakari kwa muda mrefu, naona nikija Roho Mtakatifu kufundisha. Kwa hiyo ilibidi nirudi kwenye ile kitabu, akaniambia rudi kwenye ujumbe ndio sema na wewe. Katika ni maombi. Ndio saa 7 usiku kasoro Jumatano. Kwa sababu ya maono ambayo Mungu alinionyesha kama 2-3 zilizopita. Kurudia hichi kitu. Kwa kuna vitu vitatu vinaenda kutokea kwa kasi sasa hivi. Ambavyo kanisa lazima tuombe kuvizuia. Jirani zako na ndugu zako na watu wote ambao wana heshima au ni watu wa kawaida kwenye mtaa, au watu wenye heshima au watu wasio na heshima ambao hawajamwamini Yesu, ambao hawajampokea Yesu, na wazungumzia hapo. Kuna mauti yanapiga watu wanadondoka na kufa bila sababu. Hawezi kutrace hicho kitu kilichomua huyu mtu. Na hata leo kuna mzee alikuwa anamshuhudia sana muda mrefu pale jirani yangu. Leo sana. Kwa muda mrefu kwa nyumbani kwake na mtoto wake na mashuhudia. Alfajiri leo kalitoa mzee amekufa ghafla. Na ndani yangu wakati naletewa Roho Mtakatifu akaniambia, unaona huyu ulikuwa unaenda kumwambia, ungemkazania hawezi kupotea. Nisikilize vizuri. Iko jirani yangu kabisa pale. Sasa maana yake ni kwamba Bwana Yesu anataka tukalete watu kwake. Kwa sababu kuna shetani amekusudia kuangamiza watu. Kwa hiyo lakini hajafa, ninaamka mpaka asubuhi pale nikafuatilia, ikabidi nifuatilie kabisa. Wala ilikuwa ni maono, kapata ilikuwa ni mzima kabisa. Nikajua kwamba kuna hiyo hatari ipo. Kwa hiyo watu wengi watakufa vitu vya ghafla, iwe ni mashuhuri au sio mashuhuri, ambao hawajamwamini Yesu au watembea katika njia zake. Kwa hiyo kazana kuombea ndugu zako waokoke. Kwa sababu shetani anapambana nyakati za mwisho kuzuia watu wengi wasiingie uzima wa milele. Atawaua without a reason.
Hakuna daktari atakaye leo mtu amekufa vipi. Ghafla tunaondoka na kufa. Ni mashughuli na wasio mashughuli. Ni kazi ya shetani. Utaona tukazidi kwa mtu anaondoka na kufa. Jirani yako anaondoka na kufa. Kazana kuombea na kuwapelekea habari njema. Ili tuweze kuwaokoa watu. Kwa sababu mauti imeachiliwa kupiga watu. Jambo la pili ambalo Bwana amenionyesha mara mbili, kuna spirit inatembea ya kuwashawishi watu watoke kwenye kumwamini Mungu, na imfuate kila mtu. Inamfuata mtu ambaye tayari ameanza kuchanua au ameanza kuonyesha nuru katika ulimwengu wa roho. Nisikilize, haimfuati kila mtu, inamfuata mtu ambaye ameanza kuchanua au kuonyesha nuru kwenye ulimwengu wa roho. Inawashawishi waingie kwenye vyama vya siri vya kishetani. Imeshafanikiwa kuwashawishi watumishi wa Mungu hapa Tanzania na Afrika na wengine kuingia kwenye vyama vya siri vya kishetani. Imefanikiwa kuwashawishi watu wengi mashuhuri kuingia kwenye vyama vya siri vya kishetani, na imeachiliwa pia roho. Inatembea ikishawishi. Na hata kama itakugundua hauna mashuhuri wote, lakini ikakugundua kwamba utakuwa mtu wa pekee na wa thamani na wenye heshima, inatuma hiyo sauti pia kwenye ulimwengu wa roho. Kwa ukiona watu wanakuita kwenye ndoto jina yako au wanakushawishi, maana yake ni hizo nguvu za giza za vyama vya siri vya kishetani zimeachiliwa ili kuita watu kuwarejista kwenye vyama vyao. Uwe na maombi ya kuikataa hiyo hali. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la tatu, kuna spirit inatembea ya kutongoza wanaume kwenye ndoa. Imeshika kasi. Yaani huu wakati uliopo sio kwamba wanaume watakuwa walioa wanatongozwa kwa spidi ya hali ya juu na wanawake. Kwa hiyo wewe mwanamke uliolewa, pray for your husband. Ni mambo nimeamka. Usifikiri ni yule mume wako. It's a spirit of the devil. It's a choosing spirit. It's a choosing spirit. Now, there are women who has that spirit, who have that spirit, and they will be seducing men who are in marriage. They will be giving them money. They will try to make them despise their wives and despise the kind of the life they are living. They will give them a false hope. That spirit is now in operation. The church must pray and stop that spirit. Hallelujah. Kwa hiyo ni roho ya Israeli, mambo tunashughulikia. Ina mafanikio ambayo inaitwa fake glory. Mafanikio ni fake glory. Sio mafanikio ya kimungu. Ni fake glory, ni mafanikio yasiyo ya kimungu. Kanisa lazima lisimame liombe. Bwana Yesu asifiwe. Kutakuwa na ulinzi mkubwa kwa watumishi wa Mungu. Hakuna mtumishi wa Mungu atakayeuawa, nakwambia tu. Hakuna mtu aliyeokoka anayetembea kwenye njia za Mungu. Hayupo. Sababu ujumbe mimi naotoa ni from the throne. So hisia zangu ni ujumbe kutoka kwenye kiti cha Mungu cha enzi. Hakuna mtu wa Mungu anayetembea katika njia ya nuru atakayeuawa na mtu yeyote, wala pepo wala kikundi chochote. Hakuna. Amen. Let us go. Let us sit down, please. I want to talk about the day of judgment.
Roho Mtakatifu atupe uvumilivu na uelewa. Hicho ambacho tutakizungumza leo. Hizi ni aina za jumbe ambazo hazinenwi sana ndani ya kanisa siku za leo. Siku ya hukumu. Nimesoma kitabu cha Ufunuo sura ya 20. Andika siku ya hukumu. Ufunuo sura ya 20 mstari ule wa 11 mpaka 15. Nilikuwa napita na somo. Na nitaomba ile mwenye mic awe tayari kunisomea. Joel. Ufunuo sura ya 20. Hii nimeisoma. Anasema aliona kiti cha enzi kikubwa cheupe. Kile amekaa Mungu kwa ajili ya hukumu. Kwa kuna siku ya hukumu inakuja. Sizungumzii hii hukumu, kuna hukumu za aina mbili. Kuna ile hukumu ya siku ya mwisho na kuna hukumu inayotokana na hasira na ghadhabu ya Mungu wakati wanadamu wanaendelea kuishi. Kwa kuna hukumu ya siku ya mwisho na hukumu inayotokana na wakati wanadamu wanaendelea kuishi. Wamechanganya hapo na pale. Mungu anapeleka hukumu yake. Sizungumzii hiyo. Nazungumzia ile hukumu ya siku ya mwisho ambayo imeandikwa kwenye Ufunuo hapo 20:11 mpaka 15. Sasa kuna vitu amesema pale Yohana. Moja, anaeleza kiti cha enzi kikubwa cha hukumu. Ni kiti cha hukumu. Kitu cha pili ambacho anakionyesha pale, anasema wafu wakubwa na wadogo. Wafu wakubwa na wadogo wamesimama mbele ya kile kiti cha enzi. Kwa sababu nimekwambia, kazana kushuhudia ndugu yako. Wanahukumiwa kwa kadiri ya matendo yao. Kwa hiyo mtoto akifika umri wa miaka 12, mtoto mdogo lakini Biblia ameanza kuwa na ujuzi wa mema na mabaya, lazima aokoke. Na umlee katika njia ipasavyo. Kitu cha pili tunasema pale, anasema vitabu. Kwa hiyo kuna vitabu vya aina mbili. Vitabu vya kwanza ni vitabu vinavyomhusu mtu. Kila mtu ana kitabu kinachoweka kumbukumbu ya maisha yake awapo chini ya jua kila siku. Kitu gani anachoongea, kitu gani anachowaza, kitu gani anachofanya. Kila mtu ana kitabu kinachotunza kumbukumbu ya maisha yake. Kwa anaposema na vitabu vikafunguliwa, lile neno la vitabu vikafunguliwa anamaanisha vitabu vya watu. Vile vitabu vinafungwa siku mtu akimaliza safari yake chini ya jua. Kitabu chake kinafungwa, anasubiri ile siku ya hukumu. Kitabu kingine tunazungumza pale kwa kitabu cha uzima. Kitabu cha uzima. Kitabu cha uzima kinahusu watu wote waliompokea Yesu na kuandikwa kwenye hicho kitabu. Wameoshwa kwa damu ya mwana kondoo. Kitabu cha uzima kinahusu wale walioandikwa baada ya kumwamini Yesu na wameoshwa kwa damu yake. Kitabu cha uzima. Alafu kusoma pale anazungumzia mauti ya pili. Mauti ya pili ni nini? Mauti ya pili itawakuta watu wote ambao wamekufa lakini hawajaokoka. Kwa hiyo kuna kufa mara ya kwanza, unapokufa kwa damu na nyama tunapozika. Na kuna kufa mara ya pili, Yesu atakaporudi. Ukiingia jehanamu ya moto, manake inaitwa mauti ya pili. Kwa mauti ziko za aina mbili. Mauti ya kwanza ile ambayo umemaliza safari yako ya maisha chini ya jua. Mauti ya pili ile ambayo unazikwa kwenye jehanamu ya moto baada ya kufa ya kumkataa Yesu. Na umekufa na unakufa tena. Mauti ya pili. Sio kifo, ni mauti ya pili. Biblia inasema. Sasa nataka kufundisha mahali fulani hapa, nilikuwa nawekea tutangulizi. Makundi matatu, andika hiyo, nataka nikatembea kwenye hilo eneo, ya watakao simama mbele ya kiti cha hukumu. Makundi matatu ya watakao simama mbele ya kiti cha hukumu.
Lakini pia nilipata ujumbe mmoja alfajiri vizuri sana. Leo Bwana akaniambia kuna watu watakuja leo wageni, ambao hao watu watakapofika wapokee kwa upendo, maana kuna kusudi ndani yao. Mungu akubariki. Very true. Kama nilikuwa ninatoa machozi nilikuwa nimekaa hapa. Nilisikia na taarifa kwamba watu watakuja leo. Waliofika leo. Kabisa alfajiri. Saa 10:33. Mbingu ukiona ya uelewe na kulazimisha kuelewa. Makundi matatu ya watakaosimama mbele ya kiti cha hukumu. Nifungulie Biblia kitabu cha Yohana sura ya 3 mstari wa 16 mpaka wa 20. Yohana sura ya 3 mstari wa 16 mpaka wa 20. Inasema kwa maana Yohana sura ya 3 mstari wa 16 mpaka wa 20. Twende tusome. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali hawe na uzima wa milele. Kwa maana hakumtuma mwana ulimwenguni ili auhukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Amwaminie yeye hauhukumiwi, asiyeamini amekwisha kuhukumiwa, kwa sababu hakuliamini jina la mwana pekee wa Mungu. Na hii ndiyo hukumu ya kuwa nuru imekuja ulimwenguni, na watu wakapenda giza kuliko nuru, kwa maana matendo yao yalikuwa maovu. 20. Maana kila mtu atendaye mabaya huitukia nuru, wala haji kwenye nuru, matendo yake yasije yakakemewa. Huyo ni Bwana Yesu anaongea, sio Paulo wala sio Petro wala sio nabii. Yesu Kristo mwenyewe, na alikuwa anaongea na Nikodemo. Anazungumza na mtu anaitwa Nikodemo, mzee ambaye ni Farisayo mwenye elimu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa kuna makundi ambayo yatasimama mbele ya kiti cha hukumu. Hao ni wanadamu wamegawanyika kwenye haya makundi ya aina 3. Kundi la kwanza ni watakatifu. Watakatifu waliotubu na kuoshwa kwa damu ya mwana kondoo, ambao maisha yao hayana hatia wala mawaa wala makunyanzi mbele za Bwana. Watakatifu ya kina nani hapa? Ni wote waliotubu dhambi zao na kuoshwa kwa damu ya mwana kondoo, ambao maisha yao hayana hatia, maisha yao hayana makunyanzi, maisha yao hayana lawama, maisha yao hayana madoadoa, maisha yao hayana mashutumu mbele za Bwana. Kwa kundi la kwanza watakaosimama mbele ya kiti cha hukumu wanaitwa watakatifu. Wale waliotubu dhambi zao, wamempokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao, wanaishi maisha yanayompendeza Mungu, wanaishi maisha yasiyo na hatia, wanaishi maisha yasiyo na lawama, wanaishi maisha yasiyo na makunyanzi. Watakatifu. Inawezekana kuishi hivyo katika ulimwengu uliojaa dhambi, inawezekana.
Ukisoma Waefeso 1:4. Hebu soma. Nataka leo tusome. Sio wavivu, hebu tujifunze kitu leo. Roho Mtakatifu atusaidie. Nataka uangalie watakatifu watu namna gani. Efeso 1:4. Waefeso 1:4 nasema, kama vile alivyotuchagua katika yeye kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, ili tuwe watakatifu, watu wasio na hatia mbele zake katika pendo. Kwa hiyo ni watu ambao hawana hatia mbele za Mungu. Unaweza ukawa na hatia mbele za wanadamu, lakini ikiwa mbele za Mungu huna hatia, wewe ni mtakatifu. Zaburi 16:3. Hajasema wasio na hatia mbele za wanadamu. Amesema watu wasio na hatia mbele za Mungu katika pendo. Maanake mapenzi ya Mungu yanapofunuliwa kwa wanadamu wanaompenda Yesu, wanaweza kuwa na hatia nyingi mbele za wanadamu wenzao, lakini ikiwa mbele za Mungu hawana hatia, ni watakatifu. Ndio sababu mtu anaweza kumpokea Yesu na wazazi wake wakamlaani, wakamkataa, wakasema, kwa nini umeiacha dini yetu? Kwa nini umekimbilia kwa walokole? Huko kwa Yesu ana hatia mbele ya wazazi wake, lakini mbele za Mungu hana hatia, kwa sababu ameoshwa kwa damu ya mwana kondoo, na neno limesema laana isiyo na sababu impate mtu. Zaburi 16:3 inasema, watakatifu waliopo duniani ndio walio bora, hao ndio niliopendezwa nao. Kwa hiyo kuna uwezekano wa kuishi maisha matakatifu. Anaposema watakatifu waliopo duniani ndio walio bora, maana Mungu ana standards za watu wanaoishi. Kuna watu ambao mbele za Mungu ni bora kuliko wengine. Ni kweli amewafanya kwa sura yake, ni kweli amewaumba kwa mfano wake. Lakini unapoishi chini ya jua, unapokuwa ofisini kwako, unapokuwa kwenye mtaa wako, unapokuwa kwenye ndoa, unapokuwa kwenye biashara, mahali popote ulipo, mnaishi kwa standardi za kiungu. Kuna watu ambao mbele za Mungu wanaonekana kuwa bora kuliko wengine, na hilo kundi la walio bora ni wale waliotubu dhambi zao na wanaishi maisha ya kumpendeza Mungu. Kwa nasema watakatifu walioko duniani ndio walio bora, ndio ninaopendezwa nao. Maana ni nini? Ni kundi la watu wenye kibali mbele za Bwana. Hao watakatifu, andika, wana kibali mbele za Bwana. Anaposema ni watu ninaowapendeza, wanaonipendeza, maana ni watu wenye kibali mbele za Mungu. Ni watu wanaomfurahisha Mungu. Hawana hatia ofisini kama Danieli. Hawana hatia kwenye kazi zao kama Shadraka, Meshaki na Abednego. Hawana makandokando kama Esther. Hawana makunyanzi kama Paulo na Sila. Hata wakiwa gerezani na msifu Mungu wanaomba. Ni watakatifu wanaompendeza Mungu. Sema amen. Na mbele za Mungu wana kibali. Na kile kibali hakipimwi kwa wingi wa magari au nyumba walizonazo. Na kile kibali hakipimwi kwa wingi wa fedha walizonazo benki. Kinapimwa kwa namna ya mtindo wa maisha wanaoishi. Amen. Sema amen. Amen. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unayenifuatilia naomba unifuatilie vizuri. Najua kuna watu wanafuatilia ile mtandao. Na wewe leo hapa fuatilia vizuri. Nisome Daniel sura ya 12 mstari wa 1 mpaka wa 3. Daniel 12 mstari wa 1 mpaka wa 3. Nasema, wakati huo, ngoja wafike. Fungua Biblia kila mmoja. Daniel sura ya 12. We need a church full of understanding. Tunataka kanisa ambalo limejaa ufahamu na maarifa. Daniel 12 na eleza kundi la kwanza litakalosimama hukumuni siku ile, watakatifu. Kundi la kwanza. Tusome Daniel. Inasema, wakati huo Mikaeli atasimama, jemedari mkuu,
asimamaye upande wa wana wa watu wako. Wana wa Mungu manake watakatifu. Na kutakuwa na wakati wa taabu, mfano wake haukuwapo tangu lilipoanza kuwapo taifa. Hata wakati huo huu na wakati huo watu wako wataokolewa, kila mmoja atakayeonekana ameandikwa katika kitabu kile. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kiwa umeandikwa kwenye hicho kitabu wewe mtakatifu, huwezi kufa ghafla. Huwezi kuharibiwa. Mungu imekuwekea assurance ya malaika mkuu Mikaeli wa vita na majeshi ya mbinguni kupigania. Kwa mtu asikudaje kwambia kwamba kutakuwa na vifo vya wachungaji sio watu. Hakuna hicho kitu. Tena wengi wa hao walalao katika mavumbi ya nchi wataamka, wengine wapate uzima wa milele, wengine aibu. Kwa hiyo kuna kundi la kupata uzima, heshima, watakatifu, na lingine taliangalia ya kwamba makundi matatu, wengine aibu ya milele, na kudharauliwa. Ogopa kudharauliwa mbele za Mungu na malaika zake. Yaani Mungu anakudharau kwa sababu ulimkataa. Anasema nakudharauliwa. Huku chini ya jua walikuwa na heshima, lakini siku hiyo unaweza ukadharauliwa. Na walio na hekima watang'aa kama mwangaza wa. Walio na hekima ni watu gani hao? Endelea kusoma. Na hao waongozao wengi watenda haki. Tenda haki. Soma Biblia vizuri. Na hao waongozao wengi kutenda haki. Si ndio? Sio hivyo? Ndio. Sio watenda haki. Kwa hiyo usipoongoza watu kwa Yesu, maana una hekima. Kwa ukiokoka bila kuzaa matunda, siku Yesu akirudi, utatokea mbele zake, lakini utakuwa una mng'ao wa utukufu. Taji yako itakuwa haina mng'ao. Kwa nini? Kwa sababu uliishi maisha ya kumwamini Yesu pasipo kuzaa matunda. Rudia mstari wa 3. Mstari wa 3 inasema, na walio na hekima watang'aa kama. Anasikiliza, usome mstari wa kwanza na wa pili, anazungumzia siku ya hukumu ambayo Mungu anamuonyesha Danieli kabla haijatokea siku hiyo, kama alivyofunulia ufunuo wa Yohana. Endelea kusoma sura 3. Kama mwangaza wa anga, na hao waongozao wengi kutenda haki watang'aa kama nyota milele na milele. Lakini wewe Danieli, wewe mstari wa 4 sasa. Ndio. Nimesema wa 3 mwisho. Lakini soma wa 4 ili waelewe kwamba ilikuwa ni dakika chache kusoma Danieli. Soma wa 4. Mstari wa 4. Lakini wewe Danieli, yafunge maneno haya, ukakitie muhuri kitabu, hata wakati wa mwisho. Wengi wataenda mbio huko na huko. Wakati wa mwisho ndio huko. Watu wanatangatanga, hawaelewi. Manabii wanatoa ujumbe, kila mtu anapojisikia, mwingine ana hasira na serikali, mwingine ana hasira na chama cha siasa, mwingine ana hasira na mtu fulani, hawamsikilizi Mungu. Hata ukiwauliza, hicho ulichosema niambie Mungu amekuonyesha kiko mahali gani? Kiko wapi? Hawajui. That is the last days. Hawatulii, wanatafuta kuwa maarufu kwenye mitandao. Biblia inasema kabla sijawatuma manabii hao walikwenda mbio, wakatoa ujumbe. Mungu anaposema aseme taarifa zilizonusu, anatoa taarifa kamili. Ndio maana ukiuliza ujumbe ndio kupata kutajia mpaka majina ya watu waliokusudiwa, kwa sababu ninakuwa nayo. Siku za mwisho lazima uwe na Roho Mtakatifu kibinafsi ndani yako ili uweze kupambanua mambo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lazima utaishi katika maisha ambayo unachanganyikiwa. Uelewe Roho Mtakatifu ni wa muhimu sana ndani ya kanisa siku za mwisho. Ili unaposikiliza ujumbe, unajua hiki ni kikundi cha watu waliokaa wanampigia kampeni mtu fulani kupitia madhabahu. Madhabahu haifanyi hivyo. Sema neno. Amen. Madhabahu inatoa ujumbe wa Mungu aliye hai. Amen.
wakiwa wamebeba mapenzi ya Mungu. Ni watu ambao wanatembea chini ya jua wakiwa wamebeba mapenzi ya Mungu, yaliyozaliwa kutokana na uwepo wa Mungu, ni watu ambao wanatembea chini ya jua wakiwa wamebeba mapenzi ya Mungu, yaliyozaliwa kutokana na uwepo wa Mungu ndani ya maisha yao. Ni watu wanaotembea chini ya jua wakiwa wamebeba mapenzi ya Mungu, yaliyozaliwa kutokana na kubeba uwepo wa Mungu ndani ya maisha yao. Mstari unaofuata ni uwepo wa Mungu ndani ya maisha yao umezaa maisha ya utakatifu. Uwepo wa Mungu ndani ya maisha yao, endelea kwa nini? Mstari unaofuata, uwepo wa Mungu ndani ya maisha yao umezaa maisha ya utakatifu yanayowapa kubeba utukufu wa Mungu. Uwepo wa Mungu ndani ya maisha. Mimi nazo jumbe nyingi za nchi hii na mataifa mengi ziko kwenye vitabu vyangu ambazo Bwana zinaniambia endelea kuziombea usiseme. Zinahusu watu hata naweza kuwataka. Na ndio nafanya katika unabii Mungu anaonipa. Na kutajia na mtu kabisa ni fulani. Ni hiki. Sina haja kusumbuka Mungu akisema kwa sababu ninajua ni hakika ndivyo nitakavyokuwa. Hata rais wa nchi hii anayekuja, ukiacha uchaguzi huu, atakayekuja baada ya huu ameshanionyesha ni mtu yupo na wala sio mtu anayefahamika sana kwa sehemu ndogo tu, wala sio mhubiri kama manabii wanavyosema kwamba atakuja mtu anaenda kwa lugha mpya. Sio mhubiri kabisa. Utakuja kuniambia, sinasema hapa na unaonekana sio mhubiri. Sio mhubiri anaenda kwa lugha. No. Kwa ni watu ambao wamebeba mapenzi ya Mungu yaliyozaa. Unabii utaupima kwa namna hiyo. Pima. Utaelewa neema ya Mungu tunayotembea nayo. Pima. Hatujulikani sana lakini tunamjua Mungu. Na tunajulikana sana mbinguni kuliko duniani. Wewe fuatilia kwenye mtandao, pima. Utakuja kuona. Hakuna mhubiri atakayechaguliwa pale. Ila ni mtu wa Mungu mwenye kumcha Mungu. Wala sio mhubiri. Nyakati zinazokuja, sio sasa. Sio kipindi hiki. Ila kipindi hiki Bwana aliniambia na nikawaambia, baadhi ya watu mashuhuri na maarufu hawatauona uchaguzi mkuu. Si nilisema? Na nikaandika kwenye group. Baadhi yao watu mashuhuri ni watu wa habari, ni watu wa siasa, ni watu wa nini, hawataona. Mashuhuri wenye majina manake hawataona. Na niliwaambia bali wapito tu. Hawataufikia uchaguzi mkuu. Iwe ni wanini hawataufikia uchaguzi mkuu. Sasa mimi na uwezo wa kushika uhai wa mtu. Ujumbe wa kiungu unakuja, unaona kabisa huu ni ujumbe wa Mungu kwa sababu hauhusiani na binadamu. Hauna nguvu na mamlaka juu ya mtu. Nasema hivi, nchi yetu na watumishi wa Mungu wengi sana. Lakini wanaharibika kwa sababu ya kulangaiwa na vikundi. Yaani kuna watu wanaweza kukaa chini wakisema hivi kwa sababu umeshakuwa manabii watano sita tunasikia. Nendeni kaongea ujumbe kule ili julikane kitu fulani. Atafanye kazi ya Mungu hivyo. Hiyo inaharibu huduma ya kinabii. Hatupigi kampeni kuhusu mtu yeyote. Sisi tukiwa madhabahuni watu wote ni wa kwetu. Na baadhi ya manabii wanaosema ni manabii kwenye nchi yangu na washangaa kwa sababu wengine
Sio kama mimi mshajaji mkuu na mimi sikwenda mtu yeyote mkubwa serikalini. Wengine wanaweza kujuana na watu wakubwa. Kwa hiyo kama nina ujumbe wa rais au waziri na tunafahamiana kinabii katika ufalme wa protokoli za kimungu, unanitaka niende kwa yule mtu nikampelekee ujumbe wake uso kwa uso. Hauniruhusu kumtoa hadharani. Mimi naweza nikatoa kwa sababu siwajui hivyo wapelekee. Lakini tukifahamiana na wapelekea ujumbe wao uso kwa uso. Na kama ni kikundi cha watu mnawaita, nawaambia fulani na fulani naomba niwaone watano nyinyi, kuna ujumbe wenu Mungu amesema. Wasipozingatia watayaona yale mambo, watajua hakika yule ni mtumishi wa Mungu. Kwa hiyo hatuteki advantage ya ujumbe wa Mungu. Nisikilizeni, nasema mimi ninavyoelewa. Niko kwenye game tangu 99 mpaka sasa hivi hapa ni miaka 26. Kwa hiyo naelewa vizuri kitu ambacho tunafanya. Kwa mtachanganyika, lakini kama hivi hamtaona hiyo vitu vikitokea. Ni vitu vya kusikia kisiasa tu. Ni upepo wa kisiasa. Mshike Roho Mtakatifu atakupa direction nini kinakwenda kutokea. Sema amen. Amen. Ni vitu vya kisiasa. Kwa hiyo watu wa Mungu mnaokaa hapa na nyinyi vijana ambao mnainuka kwenye huduma za kinabii na mnaponifuatilia, usichukuliwe na siasa. Hata kama kuna jambo linaendelea ovu la kandamizi kwenye nchi la kutia hasira kama mwanadamu, mtafute Mungu kwanza kuambia hicho ni nini. Ndio sababu nilipomtafuta Bwana akaniambia, sikiliza, sio habari ya rais wenu wala habari ya wapinzani, ni roho inayosimama kinyume na nchi yako ili kuipiga itoke kwenye wito wa makimbilio na ukombozi ambao Tanzania imepewa kutembea nao. Kwa hiyo ita watu waombe, tukaomba mwezi wote wa 4 tumefunga. Hakuna mtu mbaya yeyote kwenye nchi, ni spirit. Ndio maana tumeambiwa vita yetu kwa katika damu na nyama, haiko juu ya mwanadamu yeyote. Utaomba, unakumbuka ile mwezi kama mwezi wa kwanza, mwezi wa 12, jambo kwenye maombi nikawaambia ni naomba rais na Trump na wanakumbuka kwa sababu ilikuwa nilielezea hapo. Nikasema mpaka ile wiki ikatoka kwenye kichwa chake. Unakumbuka? Akabaki na mistari ile mizuri. Si nilisema mwaka jana? Maana ilikuwa ni kwamba kuna vitu vya udanganyifu vinapenyezwa kwa mwanchi. Haitakuwa kuombewa ule udanganyifu na ile hadaa ya waliomzunguka yachie fahamu wake. Vitu vya kiroho. Kwa hiyo uwepo wa Mungu sasa unabeba nini? Uwepo wa Mungu ukija kwa utakatifu unabeba kitu kinaitwa utakatifu. Na ule utakatifu ndio unabeba utukufu wa Mungu. Na ukibeba utukufu wa Mungu, shetani hawezi kusogelea. Ndio kitu anaogopa, utukufu wa Mungu. Kwa nini? Kwa sababu utukufu wa Mungu unapatikana kwa namna ya kujikana na kuishi maisha yaliyo nje ya mfumo wa kidunia, maisha yasiyokuwa janja. Utukufu wa Mungu unazaliwa kutokana na mateso ya aina ya maisha ulioamua kuishi hata kumwamini Yesu. Na shetani akiona kwamba hauko kwenye mifumo yake, umejinasua kwa maisha yako, anaanza kuwa na hofu na wewe. Ndio sababu Yesu anasema kwenye Yohana 14:30, yuaja mkuu wa ulimwengu huu lakini hana kitu kwangu. Maana yake we are not connected to its system. Why? Because of the lifestyle we are living. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Pointi ya mwisho kwa watakatifu na leo kuendelea. Wamejaa upendo wa Mungu usio wa kawaida. Wamejaa upendo wa Mungu usio wa kawaida. Unaposema wewe ni mtakatifu, kuna vigezo vya kukupima. Kwanza, maisha unayoishi umebeba utukufu wa Mungu. Maisha unayoishi ni ya mapenzi ya Mungu. Tutaangalia unapendo, tutaangalia aina ya maombi unayoomba. Unaomba watu wafe au waokolewe? Tutaangalia aina ya maombi unayoomba. Unaomba watu waharibikiwe au wamjue Yesu? Tutaangalia aina ya maisha unayoishi.
Unakula mwenyewe kuanzia Januari mpaka Disemba, au kuna maskini na yatima na wajane mtaani kwako ambao umechukua hatua ya kuwapelekea chakula kidogo. Utaangalia upendo wa Mungu upo kwa kiasi gani ndani yako. Kwa sababu Biblia inasema hivi, siku za mwisho maasi yataongezeka na upendo wa wengi utapoa. Kwa upendo ukipoa, maana dhambi inaingia. Wewe ni mtakatifu. Tangu mwezi wa kwanza hadi mwezi wa 5, hakuna mtu yeyote anayekuzunguka. Unajua kabisa ile nyumba hawana chakula. Unajua kabisa ile nyumba wana mtoto amevaa kaptula imechanika. Unamuona na wewe ni mtakatifu. Hana kiasi cha shule na uwezi kuchukua hatua ya kuingilia maisha yake kwa niaba ya Mungu. Uwezi kuwa mtakatifu wa namna hiyo. Takatifu ni mtu mwenye upendo wa Mungu. Anahurumia umbali wa Mungu. Anapoona mtoto mbele yake, au ni wa kwake sio wa kwake, anaishi maisha ya tabu, anachukua hatua. Anapoona watu wanaamka asubuhi wamezunguka hawana kazi ya kufanya, anawatengenezea viajira vya kazi. Wewe njoo ufanye nyumbani kwako, wewe njoo ufanye hapo, wewe njoo ufanye hiki. Anabeba pendo la Mungu kusababisha watu wapumue kwenye maisha yao. Ni wangapi mko hapa au unanifuatilia, una kaseti, una uwezo fulani, lakini kuna watu wamekuzunguka wanakuhurumia? Hapana, lazima uchukue hatua. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Tengeneza tawagira kwa kama sio rasmi. Muonyeshe Mungu kwamba nimeamua kuishi maisha ya upendo. Watakatifu, kwa jambo la mwisho la watakatifu, ndio watakao hukumu ulimwengu na malaika. Kwenye hilo eneo, watakatifu ndio watakao hukumu ulimwengu na malaika. Watakatifu ndio watakao hukumu ulimwengu na malaika. Ile siku ya hukumu, watakatifu pia nao watahukumu. Baada ya hukumu kupita wakawa hawana hatia, nao watakaa kwenye viti vya hukumu kuanza kuhukumu pamoja na mhukumu mkuu wa siku ile. Wakorintho wa kwanza 6 mstari wa 1 mpaka wa 3. Ndugu zangu, unapofanikiwa kuwa mtakatifu, kuna jamii na kuzunguka na kuhitaji. Mungu amekufanikisha ili unywe supu ya kichwa cha mbuzi nyumbani kwako na chapati. Mungu anakufanikisha kwa sababu kuna watu wanaokuzunguka. Mungu anakwambia waangalie hao watu kwa niaba yako. Mataifa yaliyoendelea, haleluya, amen. Na mlipoti kundi la pili na wale ambao watasimama mbele ya kiti cha hukumu wanaitwa wenye dhambi. Kundi la kwanza limeelezea watakatifu. Kundi la pili la wenye dhambi, watu ambao hawakutubu dhambi zao mpaka siku wamekufa, walimkataa Yesu. Na watu hawa wamegawanyika makundi mawili. Timotheo wa kwanza sura ya 5:24. Timotheo wa kwanza sura ya 5 mstari wa 24. Fungua Biblia. Timotheo wa kwanza sura ya 5 mstari wa 24. Fungua Biblia, fungua Biblia, fungua Biblia. Fungua Biblia wapendwa, fungua Biblia. Timotheo wa kwanza sura ya 5 mstari wa 24. Nataka kuonyesha makundi ambayo yatasimama mbele za Bwana siku ya hukumu. No matter their ranks, their position, no matter ni mtume, ni nabii, ni rais, ni waziri, ni askofu, utasimama mbele ya kiti cha hukumu ili kutoa hesabu ya kazi yako uliyofanya chini ya jua. Haijalishi una cheo gani sasa, haijalishi una utukufu gani sasa kibinadamu, haijalishi una umashuhuri gani, unajulikana kwa namna ngapi, haijalishi hilo. Siku moja itafika wote tutasimama mbele ya kiti cha hukumu. Sema amen. Amen. Ndio. Kwa hiyo ujumbe upokee vizuri. Wakati unaishi pia uelewe kwamba siku ya hukumu itakuja. Timotheo wa kwanza sura ya 5 mstari wa 24 na 25. Nataka kuzungumza kuhusu makundi ya watu wanaosimama mbele ya kiti cha hukumu. La kwanza ni watakatifu,
La pili ni wenye dhambi, na hao wenye dhambi kuna namna wamegawanyika katika makundi mawili. Tusome Timotheo. Nasema dhambi za watu wengine, dhambi za watu wengine si dhahiri, zatangulia kwenda hukumuni. Kundi la kwanza hilo. Andika kundi la kwanza. Wenye dhambi zilizotangulia kwenda hukumuni. Anasema dhambi za watu wengine si dhahiri, zatangulia kwenda hukumuni. Kwa kuna watu wanaishi chini ya jua, lakini tayari walishahukumiwa. Ndio sababu hawatakaa wampokee Yesu. No matter utafuta kiasi gani, utamlilia kiasi gani kwa ajili yao, tayari judgment imeshapita juu yao. Ndio sababu Mungu, Samuel nabii alipokuwa anamlilia Sauli, Bwana alimwambia, kwa nini kujitaabisha kumlilia Sauli? Kwa sababu mimi nimeshamkataa. Neno linasema Mungu alimpenda Yakobo akamchukia Esau. Kwa kuna watu wapo chini ya jua ambao dhambi zao zimetangulia hukumuni. Watu gani hao? Wale watu wanaokaa kwenye ibada za kutoa makafara wanadamu wenzao. Wapo kwenye vyama vya siri vya kishetani, wanakula watoto wao, wanakula ndugu zao ili watajirike wapate mali. Wana mioyo migumu kwa sababu ya zile kafara zinafanya mioyo yao inakuwa migumu, kwa sababu zile madhabahu wanazotumikia shetani zinakula ile kafara na kufanya mioyo yao kuwa migumu. Ni wale ambao unakuta wengine walishauza nafsi zao kusini kwa ajili ya utajiri wa dunia hii, na wanafanya ushawishi mkubwa sana kuingiza na watu wengi kitu chao. Wapo kuna wasanii wakubwa wa muziki kule Marekani wanasema kabisa, wanaimba nimeuza nafsi yangu kwa shetani, nimeuza nafsi yangu kwa shetani. Wanashawishi vijana kule kwenye mtindo wa maisha ya kishetani. Kwa nini? Kwa sababu wanajua kabisa kwamba hawana tena nafasi ya kumwamini Yesu na kuingia uzima wa milele. Anasema hivi Timotheo, dhambi za watu wengine si dhahiri, za wafuata, zatangulia kwenda hukumuni. Zikishafika hukumuni dhambi za huyo mtu, manake anahukumiwa. Utamwona anaishi, lakini tiketi yake ya kuingia mbinguni imeexpire. Wapo duniani. Ukichukuliwa katika ulimwengu wa roho, utashangaa kuna watu wanaonyeshwa jehanamu au kuzimu, lakini wale wanaishi duniani hawajafa. Na mtakuta Bwana Yesu, mbona huyu jamaa ni mtu namfahamu duniani, yupo huyu, naona kwenye television naona anasema alishauza nafsi yake kwa shetani, hawezi tena kuokolewa. Dhambi yake ilishatangulia kuja hukumuni, alishahukumiwa japo naona anaishi. Yesu akasema hivi, itakusaidia nini kupata mali yote dunia yote kisha kuipoteza nafsi yako? Maana yake ni mtu anakuwa na maisha mazuri, anaishi tunamuona kwa macho ya damu na nyama, lakini tayari alishapoteza nafsi yake. Kwa nini? Kwa sababu dhambi yake imetangulia kwenda hukumuni. Haoni hasara kwa damu yako usipokaa vizuri na Yesu, ili aendelee kubaki kwa heshima na mashuhuri na utajiri. Haoni hasara kwa damu yako. Kwa kundi la kwanza na wale wenye dhambi watakao simama hukumuni ni wale ambao tayari dhambi zao zimetangulia kwenda hukumuni. Kwa nini? Kwa sababu wameuza nafsi zao kwa shetani. Kundi la pili, soma mstari unaendelea. Wengine dhambi zao za wafuasi. Wengine dhambi zao za wafuasi. Wale ambao dhambi zao wanaofuata. Kundi la pili andika, ambao dhambi zao zinafuatana nao. Makundi haya ambao dhambi zao zinafuatana nao, hawa ndio ambao wanaweza kupata neema ya kuokoka kama tukizingatia sana, tukamlilia Mungu na kuugua kwa ajili yao. Anatembea na HIV yake, dhambi zake zinamfuata, alizidi huko kapata ukimwi.
Kwa dhambi zake zinamfuata, anatembea na dhambi yake. Alipata kifungo nje ya ndoa kinamsumbua, anatembea na dhambi yake. Hao wanaweza kumpokea Yesu. Kwa nini? Kwa sababu dhambi zao hazijatangulia kwenda hukumuni. Hukumu yao haijatoka, dhambi zao zinamfuata, ziko pamoja nao. Lakini kama wakifa wamemwamini Yesu, hawakuingia kwenda kuwa devil worshippers, ila walikuwa watumwa wa shetani. Kuna namna mbili, kuna wanaoabudu shetani na kuna wanaomtumikia shetani pasipo kuelewa. Ni wanadhambi, kama ananua sigara, anavuta, anakunywa pombe, analewa, anakuwa mtumwa wa shetani. Anazidi hapa na pale, hana maagano ya kishetani ya kumwabudu, lakini amekuwa the servant of the slave of sin, mtumwa wa dhambi. Hao nao ni dhambi. Akifa hivyo naye atasimama mbele ya hukumu. Lakini Paulo anamwambia Timotheo, katika watu wanaochunga huko Efeso kuna makundi mawili ya dhambi, lazima uyaelewe. Na kwanza ni wale ambao dhambi zao zimetangulia kwenda hukumuni, na la pili ni wale ambao dhambi zao zafuatana nao. Kwa ukiwa mtumishi wa Mungu, lazima ujifunze kusaidia hayo makundi ya watu. Kuna watu ambao wamedanganywa, walianza biashara zao vizuri, wanamwamini Mungu, wapo kwenye dini tu, hata kirisi hawana. Wanatumia tu maji ya baraka, wengine na rosari, wengine sala ya msalaba, hawana chochote kile. Wanaamini katika ule kupapasa kwa dini zao. Wakafanikiwa toka mjini, wakafungua duka la kwanza, duka la pili, duka la tatu, hana irisi. Baraka ya Mungu ilikuwa inamfuata pale alipo. Baadaye wenzake akamwambia, huwezi kufanya biashara hapa mjini usipoingia huku, njoo ilinde, jikinge. Wakamuingiza kwa kumlaghai. Anajuta kwa nini aliingia huko. Anaweza kupata rehema za Mungu. Sema amen. Watu wakisimama kwa ajili yake na wakamtoa. Lakini kuna kizazi kimerithishana tangu mababu ni waabudu shetani. Wengine kwenye siasa ni waabudu shetani. Ndio maana hawataki kuona mtu mwingine anakuwa kiongozi wa nchi. Wengine kwenye biashara ni waabudu shetani. Wengine kwenye miji ni waabudu shetani. Ndio maana ukienda kufanya biashara kwenye miji wanakuambia, umewaona wazee wa mjini? Wazee hapo umewaona? Wako pale wanamwabudu shetani. Wanataka kila anayehamia ule mtaa kibiashara au kimakazi wamsajili pia kwenye vitabu vyao vya waabudu shetani au wanaotumikia shetani. Wapo kila eneo wapo. Dhambi za watu wengine za wafuata, za wengine zimetangulia kwenda hukumuni. Kwa wakiona unaishi maisha kinyume na utaratibu wao, wanakushangaa. Watajaribu kukutesa kwenye ulimwengu wa roho, kutuma makombora, kutumia mke wako, mume wako, watoto wako, kazi zako, biashara zako, mpaka watakapopata assurance kwamba huyu ana nguvu zaidi yetu. Wapo mtaa unaoishi, wapo ofisini kwako, wapo. Wameingia maagano na shetani. Wengine wanaenda kutoka kwenye mitandao ya kijamii na picha za ngono za uchi chafu kabisa. Nyie kama mnashangaa, mtafikiri umaarufu wake utaisha. Kumbe kwa kufanya vile ndio wanaangarisha umaarufu zaidi. Wanafanya sinaa isiyokuwepo kwenye jamii ya wanadamu. Hawaoni shida kutoa uhai wako ili waendelee kustawi. Lazima uwe na Yesu. Sema amen. Amen. Kwa hiyo ni kundi la pili. Kundi la mwisho, hapa nisikilize vizuri sana. Jambo la kufurahisha alafu linashangaza. Ni hadithi ambayo unaweza usielewe vizuri. Kundi la tatu, waliompenda Mungu lakini hawakumwamini mwanae Yesu Kristo. Kundi la tatu. Kundi la tatu watakaosimama kwenye siku ya hukumu, kwenye kiti cha hukumu, waliompenda Mungu lakini hawakumwamini mwanae Yesu Kristo.
waliompenda Mungu lakini hawakumwamini mwanao Yesu Kristo. Ni kundi la watu gani hapa? Ni watu wote ambao wakisikia habari ya Injili wanafurahia lakini hawaokoki. Ni watu wote ambao wanatoa michango kwenye kazi ya Mungu, wanasupport kazi ya Mungu. Hata wakiona hivi na ubiri hapa, sasa jamani, mtumishi wa Mungu, aisee mtumishi wa Mungu, wako bao wanakula mbege zao, wanakula bia zao, wanakula kitimoto sahihi na ndizi zao, wanashangilia ni mtumishi wa Mungu yule. Wanafurahi, wanampenda Mungu, mioyo yao haina hila, lakini wamekataa kumwamini Yesu. Wanaweza kusupport kazi ya Mungu, wakachangia michango ya Injili, mikutano, lakini wamekataa kupokea Yesu. Hawabishani, hawatokani watumishi wa Mungu. Ukienda kuomba mchango wanakupa. Ukiwaambia habari za Yesu sana mtumishi wa Mungu, wewe ni ombezi. Takuja tu. Unajua unamwamini Mungu, takuja tu mtumishi wa Mungu. Lakini nafika siku ya mwisho wanakuwa wamekufa, hawakumpokea Yesu. Biblia inasema hivi, matendo yetu yatatufuata. Nisikilize. Ukisoma Ufunuo ile niliyokuambia 20:11-15 inazungumzia matendo yetu yatatufuata. Ukisoma ile Yohana 3:16-20 inazungumzia matendo yetu yatatufuata. Ukisoma hii Timotheo wa kwanza 5:20-25 inazungumzia matendo, tabia. Sasa hili kundi nisikilize vizuri. Wanaweza kumtetea Mungu na kazi yake na watumishi wake katika nafasi ambazo Mungu amewapa duniani. Wanaweza kumtetea Mungu, watumishi wake na kazi yake katika nafasi ambazo Mungu amewapa duniani, lakini hawajampokea Yesu mpaka siku amekufa. Ila ukiwaambia pale mwanzo kuna mtumishi wa Mungu pale anatoa maneno ya kinabii pale, usisema mwacheni mtumishi wa Mungu pale. Wapo kwenye usalama wa taifa, wapo kwenye jeshi, wapo kwenye polisi, wapo kwenye siasa, wapo mahali pengi, wanaweza kuwa kwenye umashuhuri, wana vyeo, wana heshima, maneno yao yana nguvu kwenye vikao, mashauri yao ni mazito kwa sababu ya nafasi zao. Wapo kwenye nafasi mbalimbali, wapo wanampenda Mungu lakini hawajaokoka. Watasimama mbele ya kichwa Mungu, utaona atakapokuelekeza hapo atakavyokuwa. Nisomee Matendo sura ya 5 mstari wa 34-40. Namalizia Matendo sura ya 5. Matendo sura ya 5 tumefika pale, Matendo ya Mitume sura ya 5 mstari wa 34-40. Utaona hawa Mafarisayo wakuwa makuhani na watu wenye heshima kwenye jamii ile siku ile. Wakati mitume wamekamatwa, hawakutetewa na watu wa dini. Walitetewa na watu ambao walikuwa kwenye serikali, walikuwa kwenye ufalme, ambao walikuwa wanampenda Mungu lakini hawajamwamini Yesu. Soma hapo. Twende. Lakini mtu mmoja Farisayo, jina lake Gamalieli. Farisayo maana anapingana na Yesu, ndio wanakuwa Farisayo. Jina lake Gamalieli. Mwalimu wa Torati, mwenye kuheshimiwa ndio na watu wote. Wote kwanza mfalme na viongozi wake wanamheshimu. Akasimama katika baraza. Baraza maana ilikuwa ni kikao cha mfalme na baraza lake. Kama vile kikao cha rais na baraza la waziri. Lakini wanaalika na watu maalum fulani, wanaitwa washauri wa masuala ya siasa, ya afya, ndio wanaalika hapa kutoa mashauri yao. Akaamuru mitume wawekwe jinsi mtakavyowatenda watu hao. Maana yake ni kwamba ni watu ambao hawajamwamini Yesu wala kumpokea, ila wanampenda Mungu. Ni aina ya tatu la kundi. Kwa sababu kabla ya siku hizi aliondoka Theuda akijidai ya kuwa yeye ni mtu mkuu. Ndio. Watu wapata 400 wakashikamana, wakawatawanyika, wakawa si kitu. Hata kwenye kikao unaweza kukalishwa ofisini, kuna watu pale wanalewa pombe, lakini kwa sababu una Roho Mtakatifu ndani yako,
umeokoka, Mungu atainua watu katika wale wanaotoka kikao ambao wengine wanakupinga kwa sababu ya wokovu wako na maombi yako ofisini, wataanza kukusemea vizuri. Ndio tabia ya Mungu. Nasema usimguse. Unajua yule mtu bwana. Wewe jana ulikuwa umesema tukae kikao, leo unatugeuka. Kwa sababu nani hao wana mioyo ya kumpenda Mungu japokuwa hawajakubaliana na Yesu wao baba. Endelea. Baada ya mtu huyo aliondoka Yuda Mgalilaya. Siku zile za kuandikwa orodha akawavuta watu. Endelea mstari unaofuata. 38. Basi sasa nawaambia, jiepusheni na watu hawa. Jiepusheni nao. Waacheni. So tunavyohubiri kwamba kila mtu anafurahia. Kuna watu wanaweza kukaa vikao hapa mtaani, sipende kanisa naomba sana mimi. Lakini ndani ya kile kikao cha mwenyekiti au mtendaji, kuna watu wanampenda tu Mungu, wasema hapana, jiepusheni nao. Kama ile sio kazi ya Mungu, itavunjika yenyewe kwa tasabaratika. Lakini ikiwa ni kazi ya Mungu, hebu soma. Kwa kuwa shauri hili au kazi hii ikiwa imetoka kwa binadamu, itavunjwa. Wala wanataka kupigana nao. So wamesema wana Yesu, wape muda tu. Lakini ikiwa imetoka kwa Mungu, ndio hamwezi kuivunja. Wanampenda Mungu, wanajua kazi ya Mungu haiwezi kuvunjika, haiwezi kumalizwa na mtu yeyote wala kikao. Wanajua, lakini hawajamwamini Yesu. Jamani, yeye alikufa akiwa mwalimu wa Torati, hakumpokea Yesu. Na ndio alikaa kikao akamtuma Nikodemo, akiwa ni mwalimu wa Torati. Nikodemo, jamaa bwana, ana maajabu mengi, nenda kwanza katuseme nao. Baada ya kuhubiri kitu gani? Wanafunzi waziri wanatafuta maarifa, lakini hawamtafuti Yesu. Msije mkaonekana kuwa mnapigana na Mungu. Ndio maana nikwambia hivi, hao watu wanaweza kukupa mchango wakiwa baba wamelewa. Wanaweza kukupa mchango wakiwa wanatoka guest. Anakupa mchango, hawapendi kupigana na Mungu. Wanajua Mungu yupo. Lakini kuna wengine wanafika mahali wanakufa, hawajamwamini Yesu. Hili ni kundi la tatu, nao watasimama mbele ya kiti cha hukumu. Hata ikawa kinafanyika hapa. Kuna watu wametoka michango ambao ukiwafuatilia unajua Yesu sema hii hela siku. Lakini wanapenda Mungu. Wanaenda siku. Wanapenda Mungu. Mstari wa 40. Wakakubali maneno yake. Na mara nyingi Mungu anapo usaidizi huo wanashinda kwenye vitabu. Saa nyingine tuko salama kwa sababu kuna watu Mungu amewainua, hata wengine huwafahamu. Wanakusemea vizuri mahali ambapo watu wametamani kukuua. Wengine wanasema hapana, msimuue, ni mtumishi wa Mungu. Sema amen. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Mahali pengine wamepanga kufukuza kazi, lakini Mungu anawaita wale watu wanaompenda. Kwa sababu wanampenda Mungu, wanaka urafiki fulani hivi. Anasema na mteteni, baada mteteni. Wanasema hapana, msimfukuze kazi. Wanaweza sifiwe. Amen. Wanaweza sifiwe. Amen. Ndivyo. Nisomee Luka 10. Uone mtu mwingine ambaye Yesu mwenyewe alisema. Luka sura ya 10. 32-34. Nataka uelewe hapo, tafika malizia point ya mwisho. Luka sura ya 10. Tumefika pale Luka sura ya 10. Mstari wa 32 mpaka 34. Luka sura ya 10. Mstari wa 32 mpaka 34. Tuwe na upendo kwa wenye dhambi. Tuwe na upendo kwa ndugu zetu. Tusiache wanamdhamia. Sema amen. Amen. Endelea kusoma twende. Na Mlawi vivyo hivyo alipofika Marko sura ya 10. Marko. Rudi nyuma kwenye Luka kamkuta Marko. Ndio maana nasema fungua Biblia kama unaandika. Nimesema fungua Biblia unaandika. Kata sasa andika Marko 10:32 mpaka 34. Nao walipokuwako njiani huku wakipanda kwenda Yerusalemu, na Yesu alikuwa akiwatangulia. Sura ya 12 Marko. Wala kalamu za kufuta.
Yule mwandishi akamwambia, hakika mwalimu, umesema vema ya kwamba Mungu ni mmoja, wala hakuna Mungu. Wanampenda Mungu. Ndio wale watumia lugha, Mungu ni mmoja Bwana. Mungu ni mmoja Bwana. Anakushangilia kazi ya Mungu. Mungu ni mmoja Bwana. Hata kwa nini unajua Mungu ni yule yule tu. Mungu ni mmoja Bwana. Wanampenda Mungu. Sasa hata wamjue Mungu anasema ni mmoja ni yule. Lakini wanasema ni Mungu hawana hili. Na kumpenda yeye kwa moyo wote, na kwa ufahamu wote, na kwa nguvu zote, na kumpenda jirani kama nafsi yako. Wewe unapenda majirani, na mtu akifika siku fulani anakuja akawaita watoto wako akawapa biskuti, akafanya siku yao akawapa chakula, jamani chakula hiki. Akienda wanapenda, wana upendo, yaani hawana mpaka ukimwangalia kwa sababu yeye ameokoka sasa. Wewe huyu jamaa hajaokoka, ana wake 6. Lakini upendo alionao unapenda Mungu. Kwafaa kuliko sadaka nzima za kuteketezwa. Nataka uone jibu la Bwana Yesu. Ndio kitu cha muhimu kwa huyo mtu alikuwa anauliza maswali ya mwandishi. 34. Naye Yesu, ndio jibu vizuri. Naye Yesu alipoona kwamba amejibu kwa busara, alimwambia, wewe u mbali na ufalme wa Mungu. Unaona yuko hapa karibu na ufalme, lakini hajaingia. Kwa sababu Yesu alimwambia Nikodemo, mtu hawezi asipozaliwa mara ya pili hawezi kuingia ufalme wa Mungu. Lakini huyu jamaa anapozungumza na Yesu, Yesu akamwambia wewe huu mbali na ufalme, umbali na ufalme. Kwa kuna kundi la tatu na watu ambao wako karibu na ufalme na kazi ya Mungu, lakini hawajaingia. Mpaka unatamani yule mtu anachangia michango, unatamani aokoke, unatamani Bwana Yesu muokoe, lakini anachanga michango lakini hajaingia ndani ya ufalme wa Mungu. Yesu akamwambia wewe huu mbali. It means you are not far, you are too close to the kingdom of God. Alibakisha moja tu ni mwandishi kumpokea Yesu. Lakini mambo yote Yesu aliyofanya alikubaliana naye. Malizia kwa sentensi. Wala haukuthubutu mtu kumsahihi neno. Kumsahihi wale kumuuliza tena kwa interview. Alikuwa anamkarogea Yesu. Andika. Hili ni kundi ambalo siku ile ya hukumu watafika mpaka mji ule wa Yerusalemu mpya, lakini Bwana Yesu atawakataa. Hili ni kundi ambalo siku ile ya hukumu watafika mpaka mji ule wa mbinguni, lakini Bwana Yesu atawakataa na kuwaagiza malaika zake wawatupe kwenye ziwa la moto. Unaweza ukaona uwezi kuwa na matendo nje ya Kristo yatakayosababisha kupata uzima wa milele, kwa sababu tunaokolewa kwa neema. Kwa matendo yote tunayofanya, yawe mazuri au mema kwa kadiri ya kiasi gani, kama una Yesu, yatamfurahisha Mungu na moyo wako ukiwa duniani, lakini siku ukiondoka chini ya jua hili, nafasi yako ya uzima milele itakuwa hivi. Kwa ni kundi pekee, nimekwambia makundi matatu. La kwanza nimesema watakatifu. Baada ya hukumu wataingia kabisa kwenye ufalme wa Mungu, ndani ya uzima wa milele, watakatifu. Na wataanza kuhukumu na mambo kama hayo. Amen. Kundi la pili nimesema wenye dhambi. Wenye dhambi nimesema watasimama mbele ya kiti cha hukumu ili wahukumiwe, kama Yesu alivyosema atachukua kondoo na mbuzi. Na wale mbuzi wako wa aina mbili, wale wenye dhambi. Anasema wale ambao dhambi zao zimewatangulia kwenda hukumuni na wale ambao dhambi zao zinafuatana nao. Kundi la tatu ni wale ambao walikuwa wanampenda Mungu sana na kazi yake na watumishi wake, wanamtetea, wanatoa michango, lakini walikataa kumwamini Yesu. Ili kundi litafika mpaka siku ile litaona kabisa ile kazi waliyofanya. Nisikilize, niangalie.
Naongea na mtu mmoja. Niangalie kwa hivi. Unapofanya maombi, inaweka tofali kwenye mji wako wa mbinguni. Ukikisha ukiamka ukafunga, inaweka pale cement. Ukatoa sadaka zako kwa uaminifu, inaweka kokoto. Na kwa mfano, ukaenda kushuhudia watu waokoke, inaweka papa. Mji wako kule mbinguni utakaoingia unajengwa kwa kile unachofanya chini ya mbingu. Ndio kinatumika kama material katika ulimwengu wa roho kujenga mji wako mbinguni. Kwa hiyo sasa, kwa sababu hawa nao kuna namna walimtumikia Mungu, wakatusapoti sisi watumishi wake kwenye kazi, na Yesu amerudi sasa, akawaita watakuja na wataona mpaka ule mji ambao wangempokea Yesu wakiwa duniani, walistahili kuingia na kushiriki ile furaha ya milele. Lakini kwa kuwa hawakumpokea Yesu, lakini matendo yao yalipatana na kazi ya Mungu, mioyo yao ilifurahia Injili, wakamkataa Yesu, walisapoti kazi, lakini hawakumwamini Yesu, wataonyeshwa ile eneo, lakini kwenye ile sherehe watatolewa nje. Utasoma imeandikwa wapi? Yesu mwenyewe anaelezea hivi. Mathayo 22 malizia. Fungueni watu tumalizia. Mathayo 22 mstari wa 11 mpaka 13. Tunamalizia. Mathayo 22 mstari wa 11 mpaka 13. Ulikuwa mahali kwa nyuma tu kidogo. Tunaona Mathayo. Mchungaji, fungua Biblia chapchapa. Kwa mchungaji lazima ujue maandiko kwa kweli. Soma Mwanzo mpaka Ufunuo, rudia kila siku. Mwaka mzima unarudia tena. Ndio maana mimi nakusoma tofauti, nakwambia hapana. Kwa sababu mimi nimeisoma nikaielewa mpaka nukta yake mpaka mkato. Mathayo 22 mstari wa 11. Lakini alipoingia yule mfalme Yesu Kristo bwana harusi, ili kuwatazama wageni wake. Unaweza kusoma yote ile, utaisoma nyumbani, lakini soma msali. Ili kuwatazama wageni wake, maana yake ile siku amealika kwenye sherehe. Akaona mle mtu mmoja asiyevaa vazi la harusi. Kuna mavazi ya harusi kama kufunga ndoa, unatoa, unawaambia watu jamani, vazi langu litakuwa la aina hii leo. Ndio tunafanya. Ndio. Hiyo ikuanzia hapa. Hata mbinguni kuna mavazi ya bwana harusi na bibi harusi, sema neno. Yesu alipoingia akaona yule mtu, yule mfalme, sasa ndio maana yake nini? Akamwambia, Rafiki, uliingiaje humu nawe huna vazi la harusi? Unaona, alisamia mpaka akaingia kwenye sherehe. Kwa sababu wale malaika walipokuwa wanamwangalia, waliona utukufu fulani vile. Anamng'ao fulani kwa ile kazi aliyofanya duniani, lakini hajamwamini Yesu. Lakini amesapoti watumishi wa Mungu, amewatunza watumishi wa Mungu, amewalisha watumishi wa Mungu, amejenga majengo mengi ya ibada. Ana aina fulani ya mng'ao kwa sababu ya kile alichofanya. Matendo yake yamemfuata. Malaika wakashindwa kupambanua kwamba huyu hana Yesu ndani, kwa sababu malaika waangalia ndani, wakaona kama naye anastahili. Kwa hiyo wakamkaribisha, wakamketisha kwenye ile sherehe. Wenye dhambi wakitokea wanaonekana kwa ule uchafu na unajisi, wanakataliwa moja kwa moja. Lakini huyu mtu aliyekuwa anampenda Mungu lakini hakumwamini Yesu, Yesu akirudi alipenya akaingia mpaka ndani ya sherehe. Soma kwa mfano utaelewa vizuri. Bila kusoma. Naye akatekewa. Maana yake he was speechless. Hakuwa na cha kujibu. Maana yake alikuwa anashuhudiwa kuamini Yesu. Amekataa. Mstari wa 13. Mfalme akawaambia, watumishi wale malaika, mfungeni mikono na miguu, mchukueni mkamtupe katika giza la nje, ndiko kutakuwako kilio na kusaga meno. Unaona, Bwana Yesu hawezi kukubaliana na mtu kuingia mbinguni kama yule mtu hakumkiri yeye, hata kama alifanya kazi kubwa kiasi gani. Huo mfano Yesu alikuwa anatoka mafungu kwamba kuna watu wengi mnanisikiliza, mtasapoti kazi ya Mungu, mtafurahia mahubiri na mafundisho, mtatoa fedha na michango yenu, lakini kwa kuwa mmemkataa Yesu, siku ile utaingia mpaka kwenye ile sherehe.
Wakati sherehe wanaandaa kupata chakula na vinywaji, watakuuliza mbona lile vazi huna? Unaona, mpaka wale walikuwa kwenye sherehe hawakuelewa kwamba huyu jamaa vazi lake tofauti na sisi. Mpaka wale malaika wanaokaribisha watu pale mlangoni hawakuweza kupambanua kama yuko tofauti na wale watakatifu. Mpaka alipokuja Yesu mwenyewe anayeweza kuchungulia ndani ya mioyo ya watu, alipoangalia kwenye moyo wake akaona Yesu hajioni mle ndani, akamwambia wewe ulifikaje huko rafiki? Alimuita rafiki. Maana yake wewe unakufahamu, ukiwa chini ya jua ulimsupport Shadraka Mkunda na kazi aliyofanya. Ulisupport kazi ya watumishi wako chini ya jua. Uliwaalisha watoto wake. Ulifanya haya na haya, lakini ulinikataa. Angalia uone thawabu yako. Ungekuwa unaketi na wewe sasa hivi harusini, unakula na kunywa na bwana harusi, lakini kwa kuwa ulikataa kuniamini, hakuna huduma tena. Kitabu kimefungwa. Kaita watumishi wake wale malaika kama tena fungu mikono na miguu tupe. Kwa hiyo kuna watu ambao watapenya mpaka wataingia mbinguni, nakwambia, na watatupwa nje kwa mbinguni pale. Usifikiri unazamia mpira wa Simba na Yanga, utazamia mpaka mbinguni. Unaruka ukuta na ingia na kukazake mahali. Watakuja malaika watamkamata. Wapo, Yesu anasema kwa mfano. Watu gani? Kundi ambalo lilimpenda Mungu lakini alimwamini Yesu. Funga Biblia. Hebu tusimame kwa dakika moja tuwaombee ndugu zetu waokoke majina zetu. Wewe ambao umekuwa kutufuatilia, Mungu akubariki. Tunakwenda kwenye maombi ya kuombea watu ofisini kwako waokoke. Yule bosi ambaye anaona ni mbaya, jirani yako anaona ni mchawi, akishamjua Bwana Yesu yule, vita yako na yeye imeisha. Nuru inakuwa imeingia. Kuombea ukolewe. Usio na mambo sana kuua watu. Sisi sio Elia. Najua maombi tunaomba kuua watu ni hofu. Ndio maana Elia alikuwa anashusha moto ulame watu wale watu. Baadaye yule jamaa malaika anamwambia usiogope, shuka uende naye. Hata kutaua wote sasa. Tabaki peke yako. Shuka uende naye usiogope. Kwa sababu ukiwa na hofu unaweza kuua. Lakini ukiwa na upendo wa Mungu unapona. Sema amen. Kwa maombi mengi tunayoomba, shika shetani na Mungu yule mtu na mkata mikono na mkata na kufunga ni hofu. Adui zako Yesu hajasema kwamba uwachukie, amesema uwapende. Maana yake uwaombee. Wanaokuudhi Yesu amesema uwaombee. Sema amen. Usiwachukie. Ukiwachukia utakuwa upande wa nuru, utakuwa upande wa giza. Toka tukaombe, tumwambie Bwana, tupe mioyo ya kuwapenda watu. Na utakuwaje na huo moyo? Hebu ombea. Ukimkumbuka ndugu yako, kaka yako ni mlevi sana, dada yako ni nani unamkumbuka hapo sasa hivi, hebu muinue mbele za Mungu, mwambie Bwana, muangalie ndugu yangu, muangalie mshemeji yangu, muangalie mkwe wangu. Muombee sasa rehema za Mungu. Kama ni mume wako, bosi wako ofisini, hebu anza kuomba kwa ajili yake. Sema Baba katika jina la Yesu. Baba katika jina la Yesu. Baba katika jina la Yesu. Leo nimeelewa ya kwamba tutasimama mbele ya kiti cha hukumu. Mimi na familia yangu, mimi na ndugu zangu, tutasimama kwa mbele ya kiti cha hukumu. Na sasa Mungu aliye hai, Mungu aliyejaa rehema, ninakusihi Bwana, ninakusihi Mtakatifu, ninakusihi Bwana wa mabwana, na wasogeza ndugu zangu hao. Sitaki siku ile, toa sauti yako, sitaki siku ile nikawa mhukumu wa ndugu zangu, nikawahukumia jehanamu ya moto. Ninaomba rehema zako, ninaomba uaminifu wako, ninaomba uwakumbuke Bwana. Kumbuka baba yangu, kumbuka mama yangu, kumbuka shemeji zangu, kumbuka wapwe zangu, kumbuka familia yangu, kumbuka watu wa ukoo wangu Bwana. Na kusihi wakumbuke Bwana, wakumbuke Bwana, wape neema ya kuokolewa, wape neema ya wokovu, wasikukatae wewe Bwana. Ondoa uzito katika mioyo yao, ondoa giza ndani ya mioyo yao, wape neema ya kukujua, wape neema ya kukujua, wape neema ya kukujua Bwana. Lekishia chaongoza liombi, wape neema ya kukujua, wape neema ya kukujua, wape neema ya kukujua. Omba mbele za Bwana, omba neema. Baba katika jina la Yesu, Omba. Bwana Mungu aliye hai, tunasogea mbele zako uliye Bwana wa rehema, tukisi huruma yako
Bwana asubuhi ya leo. Tunaomba Bwana kwa ajili ya ndugu zetu. Tunaomba rehema Bwana kwa ajili ya wazazi wetu. Tunaomba rehema kwa ajili ya dada zetu. Tunaomba rehema kwa ajili ya baba zetu. Tunaomba rehema kwa ajili ya wakwe zetu na shemeji zetu. Baba, tazama wako jirani zetu ambao wako dhambini. Baba, tunatubu mbele zao Bwana leo. Tunatubu Bwana kwa ajili yao. Tunatubu kwa ajili ya jirani zetu. Baba, usiangalie ni mambo gani wamefanya. Tunaomba huruma yako kwa newe nao jioni asubuhi ya leo. Baba, tunasema naomba kwa ajili yao. Ugua kwa ajili yao. Ugua kwa ajili yao. Kwa ajili yao. Baba, katazame ulikufa msalabani kwa ajili yao. Baba, tupende ndugu zetu wafie dhambini. Tunaomba rehema zako Bwana zikawe juu yao. Achilia huruma yako Baba. Ulikufa kwa ajili yao. Atupende ndugu zetu wafie dhambini. Unaweza kupiga magoti kwa ajili ya Tunaomba huruma yako. Tunaomba unaweza kukaa kwa ajili ya kupiga magoti. Au utapiga magoti kwamba tunasiri mazako Bwana. Baba, ulikufa kwa ajili yetu. Uliacha enzi na mamlaka kwa ajili ya ndugu zetu. Tunasiri mazako Bwana. Tunaomba rehema ndugu zetu. Tunasiri mazako Baba. Tunaomba rehema yako Mungu. Achilia rehema zako Baba. Ulikufa kwa ajili yao. Uliacha enzi na mamlaka. Hatupendi tuje kuhukumu ndugu zetu. Hatupendi tuhukumu baba zetu. Hatupendi tuhukumu mama zetu. Tuhukumu dada zetu na siku ya mwisho. Baba, achilia huruma yako. Achilia rehema yako Baba juu ya ndugu zetu. Baba, tunaomba rehema. Ruhusu huruma yako Baba. Tunaomba neema ya hukumu iwafikie. Ondoa hukumu ndani yao. Ondoa kile kipingamizi kinachozuia kuokoka ndugu zetu. Baba, wewe mwenye huruma. Wewe mwenye rehema Bwana. Tunatubu kwa ajili yao. Wewe hukumu unaozuia Bwana. Kile kiambaza kinachozuia usiokoke. Kinachozuia usikujue Bwana. Tunatuma usaidizi wako Baba. Achilia usaidizi wa mbingu ukiondoe ili wakakujua Baba. Usikile mashandara wasiwasaka. Dara usikile mashandara wasikile mandara wasikile mashakete kila wasikile. Baba, tunasiri rehema zako. Tunasiri huruma yako Baba. Ulikufa msalabani kwa ajili ya ndugu zetu. Ulikufa kwa ajili ya waume zetu. Ulikufa kwa ajili ya wake zetu. Baba, Baba, tunasiri huruma yako. Achilia rehema zako Bwana. Roho Mtakatifu uwe mshauri. Weka mashauri ndani yao Bwana. Ili wakaweze kukurudia wewe. Wakajua kwamba hakuna kufika kwa Baba pasipo kupitia Yesu Kristo, pasipo kupitia wokovu. Ruhusu neema Bwana ikapite juu yao, maana tunaokolewa kwa neema, si kwa matendo mazuri tuliyotenda, bali ni kwa neema yako. Baba, tunasiri neema yako iwe juu ya ndugu zetu. ugua kwa ajili Iwe yao. juu ya watoto wetu. Ukikumbuka mtaje mbele za Bwana. Mtaje mbele za Bwana. Kila mtu aombe, kila mtu aombe, kila mtu aombe, kila mtu aombe. Baba, achilia neema yako. Mwambie Mungu asikie dhambi ndugu yangu. Tumetoka katika familia. Mwambie Bwana asikie dhambi shemeji yangu huyu. Tumetoka Roho Mtakatifu akupe kuugua kwa ajili yako. Sikujua Mungu wa kweli. Achilia neema zako Baba. Baba, ninatubu kwa ajili ya baba yangu. Tazama Bwana, Usiangalie mume wako anafia dhambini. Ndiye Bwana. sina raha yoyote katika hukumu ikiwa ndugu zangu wako dhambini. Achilia neema yako Bwana. Usikubali ndugu zako kufia dhambini. Mlilie Bwana, mlilie Bwana. Omba, omba. Baba, tutazame. Rehema za Mungu zipo, rehema za Mungu zipo. Baba, ninamleta mume wangu. Una watoto wanakusumbua, ni wakati wa kumlilia Mungu. Baba, achilia neema yako. Ndio wasipotee watoto wangu. Wasipotee watoto wangu. Ninatubu kwa ajili ya mume wangu. Achilia Omba, 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 omba. Baba, wako
wanakuangalia. Yule jirani yako anayekusumbua, anayekuja ofisini, muombe sasa. Muombe sasa, muombe sasa. Mpeleke mbele za Bwana. Peleke mbele za Mungu aliye hai. Mungu ni Mungu aliye hai. Endelea kuomba. Roho Mtakatifu anakuongoza ndani yako kwa ajili yako. Sio kila wakati wa kuombea biashara. Sio kila wakati wa kuombea kwa pesa. Wakati mzuri ni wa kuomba. Mungu akumbuke ndugu zetu kwenye wokovu. Mungu akumbuke wafanyakazi wenzako. Mungu akumbuke wafanyabiashara wenzako. Mungu akumbuke vijana wa rika lako mliozaliwa nao pale mtaani. Mungu akumbuke ndugu zako, akumbuke familia yako. Na wakati huu, omba mbele za Bwana, omba mbele za Bwana. Iko nafasi. Lakini unaona ile dalili ya maendeleo wake au maisha yake kupendezi Mungu. Hebu muombe sasa. Inawezekana mwingine ameokoka kabisa, lakini bado tabia zake na matendo yake yanasuasua. Mpeleke mbele za Bwana. Kama uko naye kanisani unamfahamu, hebu muinue mbele za Bwana Yesu. Mwambie Bwana Yesu, huyu ametubu dhambi zake. Asipotee, asirudi nyuma. Hebu omba kwa ajili yake. Omba kwa ajili yake. Omba kwa ajili yake. Inawezekana wengine wametubu dhambi zao, wameokoka, lakini wamebadilika kwa sababu ya maisha, mazingira au ushawishi wa marafiki wabaya. Hebu mwambie Bwana sasa, tunawasogeza mbele zako Mungu wa rehema. Tunawasihi kama zako Bwana. Omba kwa ajili yao. Usifurahie wakirudi nyuma. Usifurahie wakipotea. Usifurahie wakienda ndani. Usifurahi wanapoacha kuja ndani. Usifurahi wanapoacha kuendelea na wokovu. Hebu milie Mungu kwa ajili yao. Endelea kuomba, endelea kuomba. Walikuwa wakikujua wewe Bwana, lakini wamerudi nyuma kwa sababu mbalimbali.
Marafiki zako waliokoka nao wamerudi nyuma dhambini. Ndugu zako waliokoka nao wamerudi nyuma dhambini. Mwambie Baba, ni wakati wa kuwarejesha tena kwako. Ni wakati wa kuwarejesha tena Bwana. Ni wakati wa kuwainua tena walioanguka. Maana Bwana umesema tutaanguka hata mara 7 lakini tutainuka tena. Kuna kuinuka tena tuangukapo Bwana. Kuna kuinuka tena tuangukapo. Mungu wa rehema na upendo. Kuna kuinuka tena. Kuna kuinuka tena. Kuna kuinuka tena. Endelea kuomba, endelea kuomba. Ombea wamama wenzako waliorudi nyuma. Omba kwa ajili yao. Usiogope. Mlilie Bwana, bila kuomba. Tutaanguka hata mara 7 lakini kuna kuinuka tena. Omba wakainuliwe. Asio Bwana yote, asio mpango wa Mungu. Sio mpango wa Mungu, sio mpango wa Mungu. Wapeleke mbele za Bwana watumishi wote wa Mungu wa madhabahuni ambao walianguka. Shetani aliwaangusha. Hebu mwambie Bwana wakarudi kwenye nafasi zao tena. Ombea watumishi wote wa Mungu wa kwenye madhabahu ambao walianguka, wapeleke mbele za Bwana. Wape Baba wainue tena. Ni watumishi wako. Uliwapaka mafuta mwenyewe. Uliwachagua mwenyewe. Ukawaweka katika madhabahu yako ili wakutumikie wewe Bwana. Haijalishi wameanguka mara ngapi, haijalishi wamefanya dhambi gani, haijalishi wamekuudhi namna gani Bwana, bado uliwachagua. Tunasiri rehema zako. Omba kwa ajili yao, omba kwa ajili yao, omba kwa ajili yao. Watumishi katika madhabahu zako ya Bwana, wale ambao walikwenda kujua wewe, walikuwa wakikutumikia lakini wamerudi nyuma. Baba, tunasiri rehema zako tena kwa upya. Kwa wale ambao wakainuka tena wakaweza kutimiza kusudi lao. Najua ni kusudi lililoweka ndani yao, lakini shetani anawaangusha. Baba, kawainue tena. Bwana, kuna kuanguka lakini kuna kuinuka. Kawainue watumishi wako Bwana. Kawainue watumishi wako tena. Wako waimbaji walioanguka, wako wahubiri, wako mashemasi, wako walimu, wako mitume na manabii wameanguka Bwana. Wanahitaji neema yako. Wanahitaji neema yako Bwana, wakainuke tena. Kawainue tena Bwana. Wakaweza kuifanya kazi yako. Wakaweza kutimiza lile kusudi la kuokoa. Baba, tunasihi huruma yako Bwana. Kawainue tena watumishi wako. Wainue Bwana. Wainue Bwana watumishi wako. Yes, Holy Spirit. Yes, Holy Spirit. Yes, Holy Spirit. Kawainue tena. Yes, Holy Spirit. Yes, Holy Spirit. Yes, Holy Spirit. Wainue. Yes, Holy Spirit. Wainue Bwana. Kuna kuinuka tena, kuna kuinuka tena.
kuinuka tena Bwana, kuna kuinuka tena. Kuna kuinuka tena. Kuna kuinuka tena, kuna kuinuka tena. Haleluya, simama kwa miguu yako. Itie nguvu kwa Bwana pale ulipo. Itie nguvu kwa Bwana, simama kwa miguu yako. Najua umekuwa ukimlilia Mungu hapo ulipo, lakini roho yako mtende. Simama kwa miguu yako, simama kwa miguu yako. Ilo ni Bwana wetu. Sema Baba. Sema Baba katika jina la Yesu. Kuna kuinuka tena. Sema kuna kuinuka tena. Haijalishi tumeanguka mara ngapi na wameanguka mara ngapi ndugu zetu, lakini kuna kuinuka tena. Lakini kuna kuinuka tena. Kuna kuinuka tena. Tuinue tena Bwana. Wainue tena Bwana. Na tuinue tena Bwana. Kuna kuinuka tena. Haleluya. Leo nasema hata nijapoanguka nitasema kuna kuinuka tena. When you see someone backsliding and you are happy, you don't have the love of Christ. Kana mtu anarudi nyuma kwenye wokovu na hujisikii kupenda, kuhurumia, umepoteza ule upendo wa Mungu. Upendo wa Mungu sio kugawia nguo au kupeana zawadi za kimwili. Upendo wa Mungu unahusiana na watu kuokolewa. Kwa jinsi Mungu alimpenda ulimwengu hata akamtoa mwana wa pekee ili kila mwamini asipotee bali awe na uzima wa milele. Upendo wa Mungu hauhusiani na kukupa kitenge. Yale ni matendo mema. Upendo wa Mungu unaangalia wangapi wanadondoka dhambini. Tulikuwa tunaabudu nao, tunaomba nao, tunafurahi pamoja nao, wamerudi nyuma. Unasikia huruma ya Mungu imeingia ndani. Unasikia kilio kimeanza. Unaanza kuwataja mbele za Mungu na kuombea. Unasema Bwana umenena, hata kama kuna kuanguka, kuna kuinuka tena. Kuna kuinuka tena. Unang'ang'ania ile ahadi ya Mungu mpaka unaona wale watu wanainuliwa. Bwana Yesu asifiwe. Yesikilize, Yesu amesema kipimo kile unachopima ndicho kinachopimiwa. Iko siku inakuja na utaanguka. Kama ulikuwa una tabia ya kuinua wengine na kuwaombea, hakuna mtu atakayekumbuka. Utakuwa umeanguka moja kwa moja. Lakini ukiwa na tabia za kuangalia wenzako wanaporudi nyuma, wanaanguka dhambini, na unakuwa na kilio kwa ajili yao, unaomba kwa ajili yao, unalia kwa ajili yao, unaugua kwa ajili yao, ili Bwana aweze kuwarejesha tena. Iko saa ya kuanguka kwako ikifika, Mungu atainua watu kwa ajili yako pia. Bwana Yesu asifiwe. Hata unapoona wengine wako dhambini, ukawa na tabia ya kuomba kwa ajili yao ili wamjue Yesu, Bwana atafuatilia kizazi chako, hakitapotea wala kuangamia. Huo ndio unaitwa upendo wa Mungu. Upendo wa Mungu sana. Tujifunze hivi. Usikubali kuona baba yako anafia dhambini. Usikubali kuona mama yako anafia dhambini au ndugu zako. Lilie Mungu mpaka waokoke. Anasema hata nijapoanguka kuna kuinuka tena. Niko namsikia Roho Mungu anasema na mimi hapa. Leo neno nasema ndani yangu. Waambie wanangu nijapoanguka kuna kuinuka tena. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kuinuka tena. Na uogopa mtu akiinuka mara ya pili. Akikuwa nafasi ya kuinuka mara ya pili. Shetani anakatika pembe kabisa. Anarudi kwa nguvu na kasi isiyo ya kawaida. Maana amejifunza maarifa. Kwa hivyo watu wanafuatilia katika mtandao wa kijamii, kwa tunaomba leo kwa ajili ya ndugu zetu. Na tabia yako ipeleke mbele za Bwana. Huwezi kushinda tabia ulionayo. Your effort is powerless to your nature. Juhudi zako hazina nguvu ukizilinganisha na ile asili yako. Inayotutesa ni asili ya kuzaliwa kwetu. Iko ndani ya damu zetu. Ilimtesa Daudi. Alikuwa mfalme ametiwa mafuta.
Akasimama juu ya ghorofa, akamwona Bethsheba, akampenda, akamwingilia Bethsheba. Hakuishia hapo, ile dhambi iko ndani ya damu, ikaua mpaka mume wa Bethsheba Uria. Mbingu ikasirika. Daudi akamtafuta Mungu, ataka kujua ni kwa nini nimeanguka katika dhambi ya zinaa na mpaka nimeua mume wa mtu nichukue mke wake. Ndipo Zaburi ya 51 anasema, mama yangu alichukua mimba hatiani. Leo nimejua kwamba asili ya kuzaliwa kwangu inaniandama, inaniangusha. Akamlilia Bwana, Bwana akamfungua. Sema ndio. Kwa hiyo utashinda kama mwalimu. Hakuna anaweza kushinda. Ni mpaka tunaponyenyekeza mbele za Mungu, niondolee tabia hii Bwana, niondolee tabia hii Bwana. Uhitaji mbele za Mungu, usiogope. Ukiwa katika uwepo wa Mungu, taja tabia yoyote unayoiona na kushinda. Taja mbele zake, mwambie Bwana, nina tabia hii. Basi kwa siwezi, niondolee Bwana. Niondolee Bwana. Mpaka unaona siku ataivua ile tabia, utakuwa mtu huru. Mimi ndo maombi yangu. Tabia yoyote nilikuwa nayo, inaonitesa mpaka sasa hivi, nataka kumwambia Mungu, bado imebaki. Bwana nisaidie. Nataka niingie uzima wa milele. Roho Mtakatifu nisaidie. Wewe wewe msaidizi wangu. Niondolee tabia hii Bwana. Niondolee tabia hii Bwana. Nahitaji mbele za Bwana. Kama ni zinaa, kama ni uovu, kama ni uchafu, kama ni hivi, kama chochote, usiogope kumwambia Mungu na kusihi ile mazako niondolee. Kitatoka tuseme nini? Na utakuwa huko. Karibu chukua sadaka zako pale ulipo. Leo watu waliokuja leo ibada hii maana sana, kwa hiyo kawaona baada ya ibada. Chukua sadaka zako. Matoleo ya aina mbalimbali, fungu la 10, shukrani, upendo, mbegu au kwa kadiri ya maongozi ya Roho Mtakatifu ndani yako na namna unavyopenda Mungu. Unaweza kuwa na sadaka nyingi tu kwa kadiri unavyopenda Mungu, unavyomsikia Mungu anasema. Sikukuu
yakoshwa dhambi zangu. Soma masadaka yako tuombe. Hebu sema na Bwana Yesu. Mwambie hii kawe ni mbegu kwa ajili ya ndugu zangu siku ya leo. Hata kama ni fungu la Mungu. Wasifie dhambini Bwana. Tusipite katika hukumu. Hebu ombea sadaka yako. Pamoja na wewe mwenyewe pia ikawe ni mbegu kwa ajili yako. Sale moke kaya manene la Musa. Ele Musa ele Musa kaya ndano. Mekele Musa ndala baba mandala baba. Lendore Musa ndela bashande baba. Lendara basaka ndele Musa nda. Motoro Musa kaya mala baba basaka. Lepora basakaya dola Musa ndende. Likora Musa ndende. Dora baba basakaya nebuta. Lendora Musa tukawe na kibali mbele zako Bwana, na matoleo yetu yawe na kibali mbele zako Mtakatifu. Lepa shaka bandara Musa zikawe ni mbegu Bwana. Lendore Musa baba zikanene mema kwa ajili ya watakatifu ambao wanakuja, wale ambao Bwana Yesu ni watakatifu leo kusudia kuokolewa. Mtakatifu, rehema zako zipo Bwana, maana umesema wapo kondoo wengine ambao sio wa zizi hili lakini wanakuja, maana yake bado wako dhambini, lakini unakusudi na mpango na kuwaokoa. Baba, katika jina la Yesu tunakusihi Bwana, wakati huu ikatokee sasa, ikatimie sasa, katika jina la Yesu. Amen. Karibu. Karibu, 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 karibu. Karibu, karibu, karibu. Toa sadaka yako mbele zako. Haleluya. Pigie Bwana Yesu makofi ya shangwe. Mwambie Bwana Yesu asante na kushukuru. Sema Bwana Yesu nakushukuru kwa ajili ya ufunuo. Toa sauti yako. Bwana Yesu nakushukuru kwa ajili ya ufunuo wa neno lako. Bwana Yesu asante kwa ajili ya ufunuo wa neno lako. Ninajua kuanzia sasa mimi na ndugu zangu na familia yangu ni watakatifu, na siku ile tutaingia katika uzima wa milele. Hatutahukumiwa tena kwa sababu umetuosha kwa damu ya mwana kondoo. Baba, nipe neema ya kuyaishi maisha ya utakatifu, maisha ya ushindi dhidi ya dhambi na ushawishi wake, katika jina la Yesu. Nipe neema Bwana, nipe neema Roho Mtakatifu, nikatembea katika maisha hayo na kudumu katika maisha hayo, maisha yanayokupendeza, maisha yanayokupendeza, maisha yenye kibali, maisha ya manukato mazuri mbele zako Bwana, katika jina la Yesu. Asante Bwana Yesu. Haleluya. Mshangilie Bwana Yesu. Mpige Bwana Yesu kelele za shangwe. Mpige Bwana Yesu kelele za shangwe. Nasema mpige Bwana Yesu kelele za shangwe. Haleluya. Amen. Yesu anakupenda. Oliva anawasalimu sana.
Yaani kama upigie makofi mke wako na matatizo. Amekutumia salamu lazima upigie makofi. Haleluya. Ile ni mama yangu sawa. Lazima ujikumbere. Hata usitaki. Baba, tunakushukuru kwa kila mmoja ambaye umempa neema na kibali kuwa katika ibada hii. Wote ambao tumekusanyika mahali hapa na wote ambao wamekusanyika katika mtandao wa kijamii kufuatilia. Bwana Yesu, umesema iko siku ya hukumu itafika. Lakini kwa neno hili likabadilishe leo tabia zetu, likabadili leo mienendo yetu, likabadili leo mawazo yetu ili tukupendeze wewe. Tukatembee katika njia zako katika jina la Yesu. Amen. Nisikilize. Mungu anaenda kufanya muujiza wiki inayokuja. Muujiza gani wanafanya? Niliona watu ambao walipotea zamani wanarudi. Sio tu walikuwa watu wa kawaida, walikuwa ni watu wenye thamani na heshima kwenye maisha au wenye msaada. Ndio utaona wanarejeshwa kwako na Bwana. Yes. Haleluya. Amen. Watakuwa wanarudi watu ambao Mungu ameweka kwa msaada kwa ajili yako. Amen. Haleluya. 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 Wanarudi kwako. Mungu akubariki. Karibu mteto wa matangazo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Umemaliza wale wa mtangazo umemaliza?